Siku ya leo nimekuandalia somo ambalo linasema mzunguko usio wa kawaida ambao unahitaji tahadhari. Ni kweli wanawake wanapitia katika mizunguko mbalimbali ya hedhi. Kuna ambao wana mzunguko wa siku 21, kuna ambao wana mzunguko wa siku 28, 30 na kadhalika. Lakini kuna baadhi ya mizunguko ambayo inakuwa sio ya kawaida na mwanamke hapaswi kuipuuza. Kukosa hedhi kwa miezi 3 au zaidi. Kwa mfano unakuta mwanamke hana mimba, hanyonyeshi na hatumii dawa yoyote maalum. Sasa endapo unajikuta kwamba hauna mimba, yani kwa maana wewe sio mjamzito, lakini haujajifungua, kwa sababu kuna mwanamke anaweza kujifungua na pindi anapokuwa amejifungua anaweza kukaa kwa kipindi cha miezi 3, 6 au zaidi bila kuingia katika siku zake za hatari. Sasa endapo hauna mimba, haujajifungua, unyonyeshi na hautumii dawa maalum, basi hii inaweza kuwa ni ishara kwamba hormone imbalance inaweza kaipo kwako, yani au kunaweza kuwa kuna changamoto kwenye hormone. Na saa zingine inaweza kuwa pia ni msongo wa mawazo ambao umepitiliza, basi unaweza kukupelekea kukosa hedhi kwa kipindi cha miezi 3 au zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana kumuona daktari kwa ajili ya kujua ni changamoto gani ambayo inaweza kawa inakukabili. Jambo la pili ni hedhi nzito kupita kiasi. Yani unakuta mwanamke anaingia katika siku zake za hatari, lakini kila baada ya saa moja lazima abadilishe pedi, na wakati mwingine kila baada ya dakika 40, wengine saa moja. Yani haiwezi kupita saa moja, saa mbili, lazima abadilishe nini? Abadilishe pedi, kwa sababu unakuta damu inakuwa inatoka nyingi, na kiasi hicho unaweza kukuta mtu mwingine anapoingia katika period hedhi inakuwa imepita kiasi kwamba mpaka anakuwa anapata kizunguzungu na uchovu mkali kwa sababu ya kupoteza damu nyingi. Na saa zingine unaweza kukuta hapo kwenye hedhi nzito kupita kiasi, saa zingine hedhi inadumu zaidi ya siku 7. Kuna wengine ambao wanaingia hedhi kwa kipindi cha siku 3, kuna ambao wanaenda siku 7, na wengine sasa inapotokea umepitiliza siku, yani zimeenda mpaka siku 8, 9, 10, hii ni ishara kwamba kuna jambo ambalo halijakaa sawa, na ni muhimu sana kumuona mtaalamu wa afya ili upate ushauri na matibabu, au kujua kuna changamoto gani ambayo inaweza kupatiwa utatuzi wa kitabibu. Jambo la tatu ni maumivu makali yasiyovumilika. Inafahamika kwamba kila mwanamke anapoingia katika period, ingawa sio wote, wanapokuwa kwenye siku zao, kuna baadhi yao huwa wanapata maumivu, na maumivu hayo yanakuwa ni ya kawaida. Sasa unakuta unaingia katika siku zako za hatari au katika hedhi, unaanza kupata maumivu makali ambayo hayavumiliki. Hii ni dalili ambayo haipaswi kupuuza. Kwa mfano unakuta mwanamke anapata shida, kama ni binti au mwanamke au msichana anapata shida sana, yani mpaka wengine wanapata maumivu makali kiasi kwamba wanaanza hata kulia. Wanaanza hata kulia na wanaumwa vibaya sana. Kwa hiyo maumivu makali si kitu cha kuvumilia kimya kimya. Ni muhimu kumwona daktari ili uweze kupata utatuzi wa changamoto ambayo inaweza kukusaidia. Jambo la 4 ni kutoka damu nje ya hedhi. Yani unakuta mwanamke hayupo katika siku zake za hedhi, unakuta alienda labda hedhi ya siku 3 au siku 7, lakini inatokea tu baada ya kutulia wiki moja au siku kadhaa anaanza tena kutoka na damu. Sasa unakuta damu inatoka katikati ya mzunguko, au inatoka na damu baada ya tendo la ndoa, au unatoka na damu kipindi unafanya tendo la ndoa. Hii ni ishara ambayo haitakiwi kupuuzwa, na ni dalili ambayo haitakiwi kupuuzwa. Ni muhimu endapo kama unakumbwa na changamoto hii, basi nenda katika kituo cha afya kwa muone daktari kwa vipimo na ushauri zaidi. Jambo la 5 ni mzunguko mfupi sana au mzunguko mrefu sana. Tunaposema mzunguko mfupi sana, maana yake inakuwa ni chini ya siku 21. Na tunaposema mzunguko mrefu sana inakuwa ni zaidi ya siku 35. Yaani unakuta huo ndio tunasema ni muda mrefu. Sasa endapo unakuwa unaingia katika period, unajaribu kwa sababu ule mzunguko tangu umeingia siku zako za hedhi mpaka inaingia nyingine, jaribu kuangalia, je, mzunguko kama ni mfupi ni wa siku 21 na unacheza humo, au ni mzunguko mfupi sana. Na pia kama ni mzunguko mrefu unakuta unazidi siku 35. Sasa hii sio jambo la kunyamazia, sio jambo la kuchukulia kawaida, inaweza kuwa ni
changamoto katika masuala ya homoni. Kwa hiyo ni muhimu kumwona daktari na kufanya vipimo ili uweze kutatua changamoto hii. Jambo la 6 ni hedhi isiyo na mpangilio kwa muda mrefu. Yaani inakuja mwezi huu, mwezi ujao unakuta haupati hedhi, na wakati mwingine inaruka bila mpangilio zaidi ya miezi 6. Yaani unakuta mwanamke yupo tu, mwezi huu anapata hedhi, mwezi ujao hapati hedhi, mimba hana na hanyonyeshi wala hajajifungua, na saa zingine unakuta inaruka yani bila mpangilio kwa zaidi ya miezi 6, lakini anakuwa chukui tahadhari yoyote. Kwa hiyo jambo hili unapoliona ni muhimu kumwona daktari kwa vipimo na matibabu ambayo inaweza kukusaidia kukaa katika mzunguko ambao uko katika usawa sahihi. Sasa baada ya hayo yote, kuna ushauri ambao unaambatana na somo letu. 1, jifunze kufuatilia mzunguko wako. Andika tarehe za hedhi kila mwezi au tumia application. Ziko application mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia kuhesabu siku zako za hatari, ambapo unakuwa una seti pale tarehe ambayo unaingia katika period, na inakuwa inakuonyesha kwamba kipindi hiki ni salama, kipindi hiki ni hatari, na kipindi hiki mzunguko ulikuwa ni wa siku ngapi. Jambo la pili, unapaswa kupunguza msongo wa mawazo. Yaani unapaswa kupumzika vya kutosha. Tafuta muda wa kujituliza, kutembea, lakini sali, unaweza kusoma Biblia kama ni Muislamu, unaweza kusoma Qur'ani, lakini pia unaweza ukasoma magazeti, vijuzuu na kadhalika, na mazoezi mengine mepesi. Na epuka sana kubeba mawazo peke yako. Kama una stress, basi tambua stress ni adui mkubwa wa homoni. Kwa hiyo kama kuna stress, zifanyie utatuzi. Jambo la 3 pia, zingatia lishe bora. Kula mboga za majani, kula matunda, kula vyakula vyenye chuma kama mahini, kula maharage, kula mboga za kijani. Epuka sukari nyingi na vyakula vya mafuta mengi kupita kiasi. Lishe bora pia inasaidia katika kusawazisha homoni. Jambo lingine ambalo ni muhimu la kuzingatia, epuka kujilinganisha na wengine. Si kila mwanamke ana mzunguko wa siku 21, na si kila mwanamke ana mzunguko wa siku 28, na si kila mwanamke ana mzunguko wa siku kama za kwako. Mnatofautiana. Kwa hiyo rafiki yako anaweza kuwa tofauti na wewe, na hilo ni sawa. Mwili wako una ratiba yake na yeye mwili wake una ratiba zake. Jambo lingine pia, fanya mazoezi kwa kiasi, lakini yawe ni mazoezi mepesi hadi ya wastani ambayo ni mazuri. Epuka mazoezi makali sana bila mpango, hasa kama unakosa hedhi. Na jambo la mwisho, usitumie dawa au tiba bila ushauri wa daktari. Asante kwa kufuatia channel ya Isaac Paluz. Unaweza ukasubscribe, unaweza ukacomment na kushare kwa watu wengine. Asante na tukutane tena.